Kabla Mungu hajambariki mtu, kitu cha kwanza ambacho huwa anafanya huwa anatangaza jina au anamtaja jina, kwa sababu jina katika ufalme wa Mungu lina nafasi kubwa sana na linabeba baraka, linabeba kusudi la Mungu juu ya huyo mtu. Tumeona katika historia kwamba kabla Mungu hajambariki Ibrahim, alimbadilisha jina kutoka Abraham kuwa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim ndio jina ambalo lilibeba destiny ya Ibrahim. Tunaona pia kwa Israeli, kabla hajabadilishwa kuwa Israeli alikuwa Yakobo. Kwa hiyo Mungu alitangaza jina kabla ya yeye kupata zile baraka. Na vile vile tunakuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa manabii walitangaza na jina lilitangazwa kwanza. Jina lilitangazwa kwanza kabla Yesu kuzaliwa. Na vile vile Yesu Kristo pia alitangaza jina kabla ya kujenga kanisa. Ndio maana akasema, Petro, wewe ni mwamba, na juu ya huu mwamba nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitaliweza. Hasa muamini anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake na kuanza maisha ya uungu mtakatifu ndani yake, anakuwa tayari kuna jina ambalo liliandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuitwa, na jina hilo ni kanisa. Kwa hiyo muamini anayemwamini Yesu Kristo, yeye anajulikana, anatakiwa aitwe kwa jina la kanisa, kwa sababu ndio jina ambalo Yesu Kristo alisema hata milango ya kuzimu haitaliweza. Kwa sababu hiyo sasa, unapomwamini Yesu Kristo, hakikisha unajulikana na unajitambulisha kwa jina la kanisa, sio majina mengine yeyote. Nimekwambia, ukielewa umuhimu wa majina, hautataka uitwe kwa jina ambalo Bwana wetu Yesu Kristo akukutaja. Unaweza ukaitwa sasa hivi, tunaona watu wanaoamini wanajulikana kwa jina kama Wakristo, wanajulikana kwa majina kama waumini, wanajulikana kwa majina kama washirika, lakini haya majina yote hayakutajwa na Kristo. Jina moja tu ambalo Kristo alitaja ni kanisa. Na ukiangalia kwa nini Kristo anamtaja muamini kama kanisa, tumesoma katika videos awali ya kwamba mtu anapompokea Yesu Kristo anapokea uzima wa milele, ambapo ni maisha ya uungu mtakatifu ndani yake, ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Yanakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivyo. Ni kama yeye anakuwa hekalu, manake huyu mtu ni kanisa. Ni kanisa kwa sababu kwenye moyo wake kuna madhabahu ya Mungu. Na vile vile Biblia inasema huyu mtu anakuwa kuhani, tena mfalme. Kwa nini anakuwa kuhani? Anakuwa ni kuhani ambao anafanya ibada ndani ya moyo wake, ambao ni mtu ambaye anaongoza ibada ndani ya moyo wake kwa kushirikiana na Roho Mtakatifu, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa tunasema, ndio maana Yesu alitoa ile jina kuwa muamini wa Yesu Kristo anakuwa ni kanisa, kwa sababu yeye atakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Yeye atakuwa ameubeba ufalme. Yeye atakuwa anafanya ibada masaa 24 siku zote za kuishi hapa duniani. Yeye atakuwa kanisa linalotembea. Ni ibada muhimu sana kwa kila muamini. Ni ibada muhimu sana kwa kila muamini. Ni ibada muhimu sana kwa kila muamini. Na hii ndio ibada ile ambayo Mungu alisema wamwabudu yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Nikukumbushe kidogo, Daudi anaposema ninapenda kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, amaanishi kwenda kwenye jengo. Ukisoma kitabu cha Daudi cha Zaburi, utaona kuwa ni mtu ambaye alikuwa anaingia kwenye kilindi cha moyo wake, anatafakari kuwa Mungu. Na ndio maana Daudi anasema, mimi ni mwerevu kuliko walimu wangu, kwa sababu ninatafakari neno lako. Kwa hiyo Daudi alikuwa anafanya ibada ya moyo. Daudi alikuwa anakaa kwenye kilindi cha moyo wake, anamtafuta Mungu na anatafakari, anatafuta kusudi la Mungu juu ya mambo ya ufalme ambayo anataka kuyatekeleza. Kwa hivyo muamini au mtu anayemwamini Yesu Kristo anatakiwa awe anazama katika kilindi cha moyo wake, kutafakari neno ili kupata kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yake na juu ya mambo ambayo anatakiwa ayafanye. Hii ni namba moja au ni kitu muhimu sana kwa muamini ambaye yeye ni kanisa na pia yeye ni kuhani. Kwa hiyo ukiangalia sasa unakuta yeye ni mwanadamu amekamilika, kwa sababu amepewa title ya kuwa kuhani na pia kanisa. Kwa hiyo ni ibada kamili ambayo inafanyika ndani ya huyo mtu. Na ndio maana tunasema Yesu alipotangaza kuwa wewe ni kanisa, alikuwa anajua kuwa ninabadilisha mwanadamu, anakuwa sehemu
ya ibada, anakuwa mahala pa ibada na yeye anakuwa ni ibada. Kwa hiyo kaa kwenye jina ambalo Yesu Kristo alikupa, usijulikane kwa majina mengine. Jitambulishe kama ni kanisa, ishi kama ni kanisa, tembea kama ni kanisa ambalo linatembea.